unaweza dance. Nataka dance leo. Sawa. Nataka ngoma gani? Kalale. Ukishalala dance nitakuwekea wangala, sawa? Basi dance wangala kwanza. Kwani wangala ni? Wangala kuna ingine Dr. Sitokalei wakati alikuwa anaanza muziki. Akiwa na mtu anaitwa Olima Ndeti. Sio ngoma nataka kuwekea, sawa? Basi dance kwanza. Kitu unafanya tu hivi, kitu unafanya tu hivi. Ni kidance utanifanya nini? Mabuyu. Ulambe mpaka usikie umelambika. Sawa. Uta dance? Ati angala ni. Mwendange hatushago. So dance wanga. Mbona mama nimesema kupelekangi ushago, sawa? Sawa. Si ati mkienda ushago mnaanza kulia mkiona paka. Yo. Dance, unaona Mabuyu. Haya. Sio ndio kileta hiyo kitu vizuri. Wakati tulikuwa watoto bwana. Hiyo kitu unaleta mpaka unarusha mguu hivi. Unaona? Unaniona vizuri. Tulikuwa tunadazi mpaka unakaa chini, unashika hii mkono, unaweka kwa kichwa, unalamba magoti. Haya, anza tena. Haya. Ni Richie. Naweza kuwa nafanya nini kwake kweli? Najua ni stress. Richie. Richard. Unafanya nini hapa? Nalala. Mbona unalala hapa? Niko na stress mingi kwa nyumba huko. Stress gani tena Richie? So unaniambia nikikutafutia mfanyakazi kila kitu itakuwa sawa. Ni nini tena? Kwa nyumba bibi anaongea vitu mingi. Na uliniambia kama meza redio sijui nini hata sielewi vitu anasema na wewe sema vitu mingi sana. Na uliniambia nikikutafutia mfanyakazi kila kitu itakuwa sawa. Sasa mfanyakazi anafanya kazi usiku. Na sasa tuko kwa nyumba usiku anaongea vitu mingi mpaka hata nimechoshwa na akili. Ndio manake. Twende, nimedhania hata ni machokora amelala hapa na hii yale sijaona chokora. Twende kwa nyumba. Huko kwa nyumba hakuna haja. Huko ndio kuna stress. Amka twende. Hapa iko sawa. Nataka unajua tukiwa watoto tulikuwa tuna dance aje. Unajua kwa nini nilienda US? Yaani dance mpaka ukae chini, ushike hii mguu, uweke kwa kichwa, ulambe magoti, uruke. Ndio hiyo. Sasa wewe tena umeanza ni kama unapiga mbizi, ni kama unaoga. Unanitishia na maji. Uko na nia gani mtoto? Unanitishia na maji. Kama kuna mchezo isiwahi niletea ni kunitishia na maji ya kuoga, sawa? Hiyo nitakutandika vibaya sana. Jua hii una dance unapewa mabuyu. Umewahi kula mabuyu? Dance. Dance. Si ati ni kama unapiga ngumi. Na leo hujaenda job mbona? Huko kwa nyumba kuna stress mingi sana hata nilale huko. Huko kuna shida. Twende tu. Twende tu kapumzike. Hapa iko sawa, hapa iko tu sawa. Twende. Amka twende. Amka tu twende tuongee kwa nyumba.
Wewe uniache tu hapa. Kama kaka kuna kitu, niambie tu. Huko kuna stress mingi. Nitakuwa twende kwa nyumba. Hakuna haja ulale hapa. Hapa iko sawa tu. Hapana. Haya, sawa. Kabisa. Ongeza nguvu. Na usijaribu kufanya ni kama unaoga. Beba mkono juu, beba. Nini mnafanya kwa barabara? Nini? Sasa nalipa. Wewe, mtoto wa shule unaweka kudansa hizi. Unajua vile gengeton inalipa. Wewe. Nini? Ulikuwa una dance mkoani mtoto. Nilikuwa na dance na si kwa barabara venye mna dance hapa. Sawa? Kwa unafikiria utafanya homework anakuweka kudance. Sio ni hatia. Una dance kwa barabara. Amesemana ni baya Mabuyu. Mabuyu kwani ukuli Mabuyu kwa nyumba hata hujakula lunch. Umekuja hapa kwa barabara kudance wewe. Sitaki mchezo, si? Unafikiria mimi nilitoa pesa wapi? Wewe nataka uende kukula kwa nyumba. Sawa bile. Fuata njia ya nyumba. Usiwe ufanye mtoto wangu kudance kwa barabara na ukome. Unataka kunitoboa macho? Wewe hapana. Unajua vile usanii inalipa? Inalipa nini na mtoto wangu? Mimi unafikiria US nilikuwa nafanya nini? US mko dance ndio hit moja 1 million. Mtoto wangu pesa nimetoa wapi? Usiwahi fanya dance na mtoto wangu kwa barabara. Ni nani amefunza usitokale ngoma? Staki. Hata sasa hii niko na hit na Kabaka na Udi. Wewe ngoma. Hata sasa hii naenda studio sasa hii. Wewe ndio studio yenu na si mtoto wangu. Unafikiria mtapata pesa bila usanii? Hakuna shida. Ona vile na kanyaga. Na kuma uye jane kuma. Mambo? Ngoja nikae hapa bwana. Unajua kuna driver wangu ameenda huko, sijui shida yake iko wapi. Ati driver wako? Hiyo mvua bwana. Mvua kama hiyo inanyeshanga tu huko side za Germany. Sasa hapa ni Germany na unanyesha hapo, wanasema driver wako pia. Nasema inanyeshanga huko side za Germany. Sasa mbona ulikuwa unanyesha wapi? No, nilikuwa na appointment na another international organization. Unanisikia kweli? Nakusikia. Sasa kama inafaa ndio wako kutoka akupeleka kwa nyumba kupeleka huko, mbona uko unafanya hapo nini kanda ya barabara? Hii baridi itabidi tu nimeenda Nalias Grill, at least nikunywe hata kahawa, nikule nyama choma. Alafu nikunywe kama Hennessy kama 3. Unaitwa nani baba? Naitwa Ella. There was a series nilikuwa na watch wakati nilikuwa England masomo. When I was in Form 2 England. Kuna series nilikuwa na watch ilikuwa inaitwa Ella. And you look beautiful, Ella. You are beautiful just like your umbrella. Yes.
And you need a handsome guy and educated and with money like me. Sasa nikwambia anataka handsome boy. You know, the fact you are beautiful is a blessing. The fact. Yani ushakuwa mrembo, hata waseme nini. Hata uchomwe na mafuta ya kukaranga omena. Wewe ni mrembo. Yes. Mstari nakuja. So, mstari nakuja. So, the only thing I'm lacking in my life is a very well-educated wife. A very well-educated wife. Mwenye amechapa, amekaranga vitabu kama chapati ya matano. Tena amecheza na chapati kama watoto wa Homa Bay New Year ama Christmas. Yaani msichana amegwaruza vitabu kama paka na mazee. Ndio wewe unakatia mtu, wewe unataka tabari. Ndio maziwa, na kudaya sasa. Wewe ni nani? Unajua hii maisha kidogo anafaa atafuta ni pesa na maisha mazuri. Na ndio hiyo tunasimama karibu na wewe. Na kwani au kwa na mjengo yako basi? Hapana, hii design. Design ya hii nguo. So unaona aje? Nimepata bidii ya masikio pale. Wewe heshimu pesa. Unaweza kuwa na pesa, yes. Wewe unacheza na kukula nyama choma breakfast, unakula samaki boilo lunch, alafu unaenda unajiingiza tu kwa smoothie na mayai boilo usiku. Pesa. Unajua sasa siri imeanza kuninyonga. Yaani huo msichana bwana sahihi amekuwa kitoweo. Yaani a girl beautiful home and away. Akali toto. Bwana Victor msafi. Siku hizi hii life bana inakaaje man? Hii yangu mimi kitambo ilikuwa inaninyorosha ba. Kitambo wewe ulikuwa umesota bwana, ni kama unabishana na dunia hapa. Dunia hii ni mbaya kabisa. Mimi ningesota ile design ulisota, ningejinyonga. Na sasa wewe kumbuka ile wakati, unanipata na mchele hapo rice na unasema oyombe unipatie hii. Nilikuwa nakusaidia hata wewe bana. Yaani bado Kiswahili na kunyonga tu. Unajua bwana oyombe mimi nilikuwa nashangaa. Haukuwa na pesa na ulikuwa unapenda wasichana. So mimi nashangaa huyu jamaa. Shetani imemwekea multibet. Wacha nikwambie kitu moja kama ujui. Siku hizi hata uko na viatu bwana. Ulikuwa unatembea na vitu zingine, socks ziko nje, mguu, sijui na point hata mvua ikiwa inanyesha. Ni muhimu. Wacha nikwambie. Kwa sababu mimi nilikuwa naomba tu
hii kitu si wanipee. Na vile nilikuwa naomba Mungu amenipea, lakini mimi naona hata wewe tuseme tu kweli. Sasa hii hii pesa niko nayo, ude mrembo kwa hii kijiji sahi. Ude mnapata wapi? Mrembo lazima nifanye hivyo. Si umenipa. Umejua mimi ni mtu anatobokanga bwana. Pesa iko, lakini pesa iko. Ndio kitu lazima. Ah. Sawa, mambo. Niko poa. Si tunaweza Poa. Uko aje? Niko poa. Uko salama? Niko poa. Sasa na uko smart aje? Asante. Anyway, mbona uko na beshte yako? Huyo ni beshte yangu. Ni beshte yangu huyo. Na uko aje lakini? Niko poa. Si baadaye? Sisi unajua sana Akwangi beshte. lazima ujue ba. Akwangi beshte. Ni kifala tu fulani. So unajua vile nilipata pesa na tulikuwa tunahangaika nao. So nalazimisha tu kuongea nao wasione nimeanza madharau. Umetoka wapi? Nimetoka tu kwa beshte yangu. Sasa ndio nilikuwa nataka kukuambia kwa hii kijiji wewe jamaa anakuanga. Kwanza vile amekonda mimi namshuku. Kwa nini? Ni mtu mwingine usiongeleshange. Ati nisiongeleshe? Usiongeange naye. Ni kifala tu sasa hata mtaongea hata lugha gani? Ajui Kiswahili, ajui Kizungu. Si hiyo tu. Ni kifala tu na Kiswahili, ajui Kizungu. na ako na tamaa ya wasichana warembo kama wewe.